100,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaangalia uhai wa mtu na biashara, what is important? Unatoa pesa hiyo kwa biashara. Hiyo kaza haikukuja, ikichunguzwa vizuri ipelekwe kwa mtu wa Mungu mwenye anaelewa, ataifunga na ataitoa, kwa sababu it is not a cancer. There are people here operated. There are people here who are sick of HIV. There are people here who are suffering from diseases, but those diseases are spiritual, are not medical. We have two types of diseases. We have a medical disease and we have a spiritual disease. There are people who are on ARVs. There are people who are on those drugs, yet they are not sick. It is a spirit that was released to them. Kamama kalika, mzee akaachiliwa spirit. Alipokaribia kamama, mwili ikaanza kuchemuka, ikachemuka. Kakaona macho yake yanaangalia hivi. Huyu ni mtu mumekaa na yeye miaka 7, but you are not able to differentiate voice. Hakujua huyu ni yule mtoto wa bibi ya mtoto wangu. Alisikia ni malaya na akasikia kanatoa sauti msuri. Hakakimbia huko haraka na akakashika, akamwambia mami, niaje? Niaje mam? Niaje, kunaendelea aje? Hebu cheki hivi. Mwili inawaka moto. Si ndivyo wanaogeaga. Beatrice, nituko mambo yanako. Mzee mama kajitayarisha tayari, mzee akamwambia nataka maneno hii tufanye. Naye mama kitu ya kwanza alimuuliza utanipatia nini? Kwa sababu kulikuwa na catch. Already demons zimefanya arrangement. Kuna kitu utakamata. The catch was there, and the catch was to humiliate this man before the world. The arrangements of the demons is to humiliate you, to destroy you, to dismantle your. Kama ulikuwa pastor, ulikuwa mtu ambaye anaenda kuinuka, these demons they will organize. Wanajua in 20 years time to come ndio unakuja kuwa pastor. They start planning with you, walking with you from your age, young age. Until such a time wanakuruhusu unafanya vitu nyingi. Siku ile unaenda kuinuliwa, ndio hizo vitu zote unasikia zimeanza kutolewa. Ati huyu nakumbuka yule bibi, alilepiwa siku ile na kijana alikuwa university. Huyu mjamaa. Na picha inaletwa inakombea, angalieni huyu na huyu. Si mnaona picha za Rigathi akiwa dio, venye alifanya Moro, venye alifanya kule kwingine alifanya. Those are the demons organized. Na zinatebeaga na wewe for a long time. Zinatengenga na wewe. They make arrangement owing to how powerful you are. They can stay with you even for 20 years, waiting for that one day ya kusimama. Huyu mzee akakuja, mbona wameua vijana, wameua mvulana wa kwanza, wameua second born, wameua bibi ya mzee. Ndio wakamate mzee. Because mzee was carrying the seed. The whole thing was about the mzee. Because mzee was carrying what? The seed. They are attacking you because you are the one carrying the seed. They are frustrating you because you are the one carrying the seed. And this seed was monitored long time ago. That is why they have put every arrangement to make sure you are not going to succeed. At the point of going to succeed, wanakamata wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kamzee kakaambiwa lete kitu. Akasema hapana, mimi sina. Huyo mama alimwambia basi lete hiyo pete yako. Ndio kwa maana nilikusimamisha nikakuuliza kwa hizo vitu. Lete hiyo pete yako. Akatoa pete akampatia. Akamwambia hata hii mkwajo lete. Mkwajo kwa wazee, wale ambao ni wanakwenda wazee. Mkwajo ni mudhegi. Mudhegi ndio inatebeaga na mzee, the symbol of authority. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pete ni maagano. Mama amejifika mzuri, target yake ni nini? Ni maagano na authority ile iko ndani ya hii mwanaume ndio achukue. Mzee Isiri kwa sababu alikuwa na njaa. Isiri akaambia mzee sikamate kwa sababu he did not, demons zimeprepare huyu mzee, zimemfuga kutojua. Hii ni authority anapatiana. Hii ni kitu pete anapatiana, ni maagano yake na Mungu. Ndio kina demons zikikukamata zinakukaga maagano. Either zinakupatia belt ile inaitwa ile wanawake wanawekaga huko kwa kiuno. Ile ya mapenzi. Ama anakuweka pete hizi, unakuta kuna pete ziko na mavitu hapa. Kuna pete za Freemasons, za watu wa Illuminati. Nitazileta, nitanunua huko kwa market, nitakuleta ndio niwafundishe nazo. Ndio ukienda kununua unajua unanunua nini. Utanunua utaweka bila wewe kujua. Kuna chains utabeba na uweke.
Wameweka huko kwa market because ni contact, wameziombea huko, wamezilete kwa market so that they can have contact with you to act as monitoring spirits. Mzee akapatiana mkwajo na akapatiana nini? Pete. Sasa mama amejua kwa sababu alikuwa ametime mpaka tumbo itashika siku hiyo. Mama akienda nyumbani na huyu mzee akaenda nyumbani, mzee akatuma rafiki yake anaitwa Abdulrahim, akamwambia peleka hii buzi, kuna maraya utakuta mahali, umpatie buzi, akupatie pete na akupatie ring na mkwajo. Abdulrahim alipoenda huko, kufika huko akakuta hakuna maraya. Akaruhusia huko, akaambia huko wote korogwa na maraya. Huku hatujawahi kuwa na maraya hata moja. Kwa sababu these demon zilikuwa zimepangwa na zikakaa kama maraya for one purpose. That one purpose. That one encounter. You meet with a man for just one encounter. The rest of your life inakuwa destroyed. You meet with a woman for one encounter. And that is the rest. That's the dead of you. You meet with a boss, unaajiriwa na boss wa Freemason, just one encounter, and that's the death of everything in you. Mzee Ibrahim akarudisha mbuzi. Kufika huko akaambia mzee, mimi nisikukuta maraya yako, na nimeambia huko akukuagi na maraya. The demons that are coming to attack you, they don't exist kuonekana. They only appear for that moment and disappear. Those they deal only with the destinies. Mama tumbe ikaanza kuruka after miezi 4, miezi 5 tumbe imeruka. Juda kwa sababu ndio chairman wa kijiji, akaita mkutano kwa sababu akagalia, huyu tunakuja kijana huyu anaogojewa afanye kazi hapa ndio tupate mtoto. Na huyu inaonekana amejaza. Akaulizwa, kijana akaulizwa, umeonana na huyu mama? Hapana. Mama kuja. Juda akakalia kwa kiti. Can see now, I want to show how humiliation come. Juda ni chairman, akaitisha mkutano, baraza la mawaziri na security council. Wakae hapo wasikilize kesi. Juda akasema mwenye atapatikana na hii makosa, ataona tutamchinja leo. Mwenye atapatikana na nini? Na hii makosa hii mama tutamchinja leo. Ni Juda amesema. Mama alipoitwa akaambiwa kuja. Akaambiwa kuna kesi hapa. Akasikia ni kesi gani? Akaambia ngojeni kidogo. Tafadhali, chairman, utanikubalisha nikibie kwa nyumba nirudi. Na kwa sababu compound ni moja, mama akakimbia kwa nyumba. Kube alichukua ring, akaifuga vizuri, mkwajo akafuga vizuri, akaweka for that moment. Hallelujah. Mzee anaitisha mkutano. Mkutano ni watu wote wamekaa, security na vijana wa kuchinja huyu watu ambao wamefanya mambo mabaya. Immediately mama kirudi, akafungua pete, akaambia wazee, mwenye hii mokwajo Juda no kiogwa inamirie. Akaambia wazee, kaangalia wazee wakamwangalia, akaangaliana, akalia. That was the end of Judah. You see, 2 sons died because of today's operation. His 2 sons, because of this event, to humiliate him, to destroy him. Inside him now, wame change program inside this woman, because Judah alikuwa bado ndio mwenye bego. Kwa hiyo mama bego iliingia na akazaa tutoto tuwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Alizaa tutoto tuwili tumahadha. Ndio ukisoma genealogy, turudi hapo kidogo. Rudi hapo kwa genealogy. Fungua haraka. Harakisha baba. Matthew chapter 1, from verses 1. And Judah begot Phares and Zara. Simama hapo. And Judah begot Zares and Zara. Hao ni wale watoto wa usherati. And this is a product of what? Prostitution. Mpate tuachakaina. This is a product. Wa watoto wawili is a product of prostitution. Now I want us to count from there. Judah begot. You know, Judah was prophesied to by his father that you are going to produce king. Now let's see when he's going to bring a king. Judah begot Zara. And Judas begot Phares and Zara of Tamar. Zara begot. And Judah begot Phares and Zara of Tamar. Tuseme number 1.
His past product. 1. Number 2. And Phares begat Esrom, Number 2. and Esrom begat Aram, That's 3. and Aram begat Aminadab, That's 4. and Aminadab begat Nason, 5. and Nason begat Salmon, 6. and Salmon begat Boaz 7. of Racha, and Boaz begat Obed of Ruth, 8. and Obed begat Jesse, 9. and Jesse begat David the king. 10. Simamia hapo. The 10th generation, that is when the prophetic word of Jacob is fulfilled. Of bringing a king, King David. The 10th generation. Could you be suffering of a sin that was caused by your great-grandfather? And now you are waiting for that 10th generation to come. Which means you are not going to be a benefit of that generational success or blessing. We are suffering. You are here. Hebu pigeni huyo mtu makofi. Kuja tu. Kuja hapa mbele. Mpigeni makofi tena. Huyo ndio boya. Wale hawajui boya, huyu ndio boya. Amekuja kanisani late. Na uliokoka nilikwambia ukujage mapema. Thank you for coming. Yeah. Keki iko tutachija. Yes. You know, after what? The 10th generation, that is when a prophetic word that was prophesied. And that is the mistake we are all making. You come to church, I prophesy. I can see a car. I can see blessing. Ninaona shamba kwako. Ninaona kifunguo. Lakini jiulize ama itakuja kwako ama through your child. My mother in 1963 was prophesied ataenda Ulaya. But she went alienda, mimi ndio nilipeleka yeye America 2010. Tukiwa airport alilia akaniambia, kwani huyu Mungu anakaaga aje? Mbona ananipeleka America nikiwa mzee badala angenipeleka America nikiwa msichana? So she was prophesied, but it worked in me. The prophecies that have been prophesied over your life, could it be they have been diverted to your children? Or your children's. Or utakuta kizazi chako cha ine. They are very rich, yet your history is a history of poverty along the line. Because there is a spiritual mistake that happened. And that is what we need to cut. By reading the book of Ezekiel 16. Somebody to read us Ezekiel 16. I am still in the generational curses. Ezekiel 16 soma. Batia mic. Wacha uya tusome. Ezekiel 16 verse 1. Ezekiel 16 verse 1. Again the word of the Lord came to me. Again the word of God. Simama tu hapo. Again the word of God. It must be the word of God. Because it is only God who knows what you are going through. It is not through me, the pastor. It is a word of God that must come to you. So you must be able to be founded and grounded on the word of God for you to get a revelation what indeed is affecting your life. Okay. The word of God came to me saying, Son of man, cause Jerusalem to know her abominations. What's your name? Yeah? Lewis. Cause Lewis to know his abominations. And say, thus says the Lord God to Jerusalem. Umesikia ni mtu amesema? And it says, thus says the Lord. So it must strictly from God. That this is the problem. It is me who God who knows in depth what is eating you. Go ahead, mommy. Your birth and your nativity. Your birth and nativity. Kuzaliwa kwako na kule umetoka. What happened with it? Are from the land of Canaan. Are from the land of Canaan. Who is Canaan? Canaan is the one child of Ham who was cursed because of seeing the nakedness of his father. So this is a cursed man where you are seated. The land you are seated in is of a cursed man. That is what they are trying to say here. Then what happens there? Your father was an Amorite. Your father was an Amori. Wale Amori walikuwa wanapiga watu wa Mungu. Your father is also an outcast. Somebody who fights God's people. And your mother?
and your mother a Hittite. And the Hittites were witches, were rogi, were my Illuminati. So your land you are sitting on is a cursed land. Your father is a cursed man. And your mother is a cursed man. Who are you? Who are you? You are more dangerous than everything that has been mentioned there. Because you are a product of 3 or 4. Then? And as for your nativity, on the day you were born, As for your nativity, the day you were born, your umbilical cord was not cut. The umbilical cord is cut to disconnect you from where you've come from whatever that was following you, or will follow you. The day you were born, your umbilical cord was not cut. Where you began your life, the connection of your father who was a witch, you have not been disconnected from him. Meaning you are operating under the spirit of the connectivity of where you came from. Bwana Yesu asifiwe sana. Thank you. You may go and read huko chini mwelewe. So this is what you need to understand. That there is something that has connected you and has not been disconnected from you. That is why you are suffering. That is why you are crying. Children of Israel, kama Abraham angejua maneno Mungu alisema, wana wa Israeli hawangeenda kwenye utumwa wa miaka 400, because God told Abraham, yet he didn't have a generation. Akamwambia your generation will go into slavery for 400 years. Had he known, angeambia Mungu nimekataa hiyo in the name of Jesus. Some things that are spoken to you must immediately, nikikutusi kataa immediately, hapo hapo. Nikiongea kinyume ya maisha yako, kataa hapo hapo immediately, no matter. If your father ama your mother nakuita ndugu hii takataka mjinga wewe, hata huna akili, kataa hapo hapo. Kataa katika jina la Yesu, because usipokataa imekuwa imeandikwa, and it will haunt you to the rest of your life. Kama alikuita mjinga, at one point utakuwa mjinga. Kama alikuita ndugu, at one point utakuwa ndugu. Ndio nakutaka wanaume wengine ukienda kwa bar, wakimogidi samidu wakiiba, utakuta wakiiba hivi. Unaona hii ni ndugu kabisa. Hii ni ndugu kabisa inaiba. Hiyo ni mambo na maneno ilinenwa bali sana na baba na mama. So whatever you speak to your children will come out to become what they spoke about you. Those are the generational curses that were spoken to you, and you didn't know. That's niliongea tu. Hata hapa kwenye madhabahu unaweza kuachilia a curse that will forever haunt you. Ukiuliza ule mjamaa tulikula viapo, huyu mjamaa tulikula naye viapo. Hiyo kiapo lazima ivujwe jamaa. For you to be free. Nenda hakuohile mimi ndio nilikuvuka. Hiyo kitu ni mimi nilitengeneza. Doreo, igigakana doreo, igigakana doreo. Tulisema hivyo. Nikikataa niruke hii kitu, inikule. Nikikataa nifanye hii, inikule. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio ilikuwa inatukula. Mimi nilitoka huko, nilikatiwa. Hata wewe utakata leo. Negwa. Mimi ndio nilikupa hiyo kiapo, ni mimi nilitengeneza. Huko tokete agiri ando na kuria tewe na akinya, ni ulikuwa unatumia nguvu yangu. Hiyo ndio nguvu ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. I was an altar huko. Na hiyo altar yangu ilifanya, nilibabaisha Moi mpaka kaniita. Mimi ndio nilifanya Uhuru akuwe president. Moi aliniita akaniambia peleka huyu mtu, akafanya. Si unakumbuka tukienda Thika? Yeah. I am the one who introduced Uhuru to politics. Mimi mwenyewe bado ndio niliandika ile barua ili withdraw kesi yake huko. As small as I was, niliandika barua moja, kesi ikaaguka. Why? Because myself in me, there is something that is very powerful. Very powerful. Guka yangu alipigania uhuru wa Kenya mpaka Kenya ikapata uhuru. That's the power of the altar. Watu wengine wanasema lazima uende ujengewe kanyumba mahali ndio ikuwe an altar. It is where you continuously worship. The place you continuously worship can be an altar. Yourself can be an altar. Yourself, you are an altar. A place like this one, where we continuously hapa, this is an altar. Via being, this is a place where we continuously, kila wakati. Ndio naonaga Muislamu ako na kamkeka anabebaga kwa gari, akifika saa 7 anakaagusha chini. Hiyo ndio altar. Your grandfather is an altar. Your father is an altar. And their words are powerful. They can determine what you're going to become.
So most of these things that we are going through, it is not because hatujaokoka. Kuna kuokoka na kuna kukombolewa. Kukombolewa ni kujijua. Kuokoka ni relationship yako na Yesu. But Jesus said, I did not come to change the commandment of Moses. I came to strengthen, to put it, to give it life, to give it power. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio naona wana wa Israeli until today, they are still practicing their culture. Yet they recognize the presence of Jesus. And why the Muslims have become so powerful in our lives? One reason, because they never changed or uttered a word against what is in Riyadh, Saudi Arabia. Everything, the mosques, all of them are directed to Riyadh. Zote misikiti yote imejengwa imeangalia msikiti mkubwa kule Riyadh, Saudi Arabia. Na Quran inasomwa na Kiarabu. Na hairuhusiwi kusoma na lugha nyingine. Inasomwa na Kiarabu. Na madrasa mtoto anatengenezwa anapelekwa klasi ya madrasa from class 1 akizaliwa tu anaingizwa kwenye madrasa to be indoctrinated into that altar. Alafu for you once in your life you must go to the source of where your altar is. That is in Saudi Arabia. All these Muslims, big and small, wanaendaga huko kurusha mawe kupiga shetani kwa ukuta. Because that is where the power of a Muslim comes from. Wakatoliki nao, kila wakati lazima unaenda kuna pilgrimage. Ni what? Pilgrimage. Lazima waende Vatican. Bwana Yesu asifiwe sana. Because that is where, and that is why, to signify and to bring that authority to the people. That is the only Christian church that has an authority, a real authority, a power authority, a political power authority, and economical power authority. Catholic. Hizi zingine ni matuta tu. This is it's only a church that has an ambassador represented in every part of the world. A church lakini iko na ambassador, na ambassador anapelekeaga makaratasi kwa nani? Kwa president for approval. Negwa. Yeah? Ile unaenda kanisa gani? Bebe. Mami. Yeah, I see. Do you have a flag? Have you ever had a flag or an ambassador? That is the only church, Catholic church, which controls the world, which runs the world. They have one single biggest account on earth. They are the largest owners of the land. And the Karen, the biggest portion of Karen, 50% of Karen is owned by Catholic. And they're the ones who are able to build the beautiful altars. Beautiful. No matter where they do it. Hata kama the remotest area, they do beautiful because they understand the beauty of the altar. Na wakiingia kwa area yenu wanapenya na wanatajirika, na watajenga hospitali kwa hivyo wanaomba muigojeke, na watajenga hoskuru, na watajenga kila kitu hapo, and they will control you, run you. Then they have a system that goes, wanaita miaki, they have a system that goes to the local village kule chini. Hii makanisa ingine yote ni rootless, doesn't have any root. Muslims and the Catholic. And the Muslim originated from Catholic. That is why you see the Muslims, they have a rosary, just like Catholic. They go for 40. The Catholics go for 40. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is one altar. Then another powerful altar ni ya Freemason. Hiyo nitawafundisha siku nyingine. Boya sasa atatoa simu aanze kurekodi. Hallelujah. Sasa nilikuwa nawafundisha kuhusu generational curse. Hiyo ni kitu kimoja. Then we come to curses, self curses. At least nimeguzaguza hapo na spiritual curses. Let's go to number 2. So because of the sake of time, naona hii nyingine nitawafundisha Sunday ama Wednesday. Number 2, we go to names. We are in the things that hinder your success, your breakthrough. Your name. Your name is very powerful, very strong in whatever you do. My name is Waruinge, given to me because from my grandfather. Whatever I invoke, or I invoked then and now, it is still working.
Now that I broke these altars from my grandfather, my spiritual daddy is Bishop Harrison Nganga. It is through his grace that we are here. And is the one that assisted me to kuvunja hiyo madhabahu ya jina na madhabahu ya kule nimetoka. Na alikuja hapa juzi na akasimama hapa na akatupatabiria, akatuambia sasa wakati wa kuondoka. Tulikuwa tumengangana sana hapa, tumengangana, nothing is working. But when he stepped here, he told me everything has changed. Because nimesimama kwa madhabahu. Tumeondoa ile madhabahu ingezungumza ndani yako ya Mungiki. Let me give you an example. The power of this altar ya Mungiki wenye ilikuwa inafanya. One day I spoke to Meshoki before he started killing people. Nikaambia Michuki, badala tuue watu hawa wauliwe, why can't the government provide money tuwasaidie waweke miradi, wagunue magari zao, waweke kazi. Then Mishoki akaniambia, is that possible? Nikamwambia it's very possible. Akaniambia basi nenda mfungue account Equity. Nikaenda nikafungua account Equity. Then akaniambia sasa nenda upange venye maroli, na kuna kampuni nyingine iko hapa juu ya kutengeneza bodi za magari. Pesa ikapelekwa Equity, then zilikuwa zilipe nini? Zilipe hiyo kampuni, tuanze kutengenezewa bodies za gari. Then we be borrowing money from Equity, tutakuwa tukizilipa huko Equity. Hiyo ndio bottom up. Bwana Yesu asifiwe sana. It was tried sometimes back. Then that day that I was to go and sign the papers, I have a home in South Africa, in a place called Pretoria. Then the mayor of Pretoria calls me. It was on Tuesday. And I'm supposed to go to office of president on Thursday saa 3 asubuhi kusign agreement ya hizi pesa. On Tuesday the mayor of Pretoria akanipigia simu. Kusikule ku South Africa wanapatianga mashamba for free, ulime, alafu nakupatia maji na wakupatia finances. You write a proposal, then you are given. Because kule watu wa South Africa, they don't hawafanyi kazi, they are lazy people. So if you go and get a huge truck of shamba, then you write a proposal, unaambiwa sasa hii watakupatia consent na kila kitu. So I was going to sign for that consent. So on Tuesday I was called. Nikasema Tuesday nitafute ticket, nipe ticket leo jioni kwa sababu South African Airline nikapata ya saa Tuesday usiku. Nikaenda nayo mpaka South Africa. Wednesday I was there. Nikaambia mayor nimefika because I wanted to sign on Wednesday na nitoke Wednesday usiku ndio saa 3 nikuje hapa. Mayor akaniambia nimeitwa na president, wacha niende nikakuje. Hakukuja, ilibidi nilale. Nikapiga ofisi ya Nairobi huko kwa Michuki, nikamwambia I will not be there. Please let us postpone. Alafu yule niliambia hakufikishia Michuki. Michuki nao wakaendelea wakaita kikao, wakifania nitaenda. Walipokuwa kwenye kikao ikasemekana si yuko, I'm out of reach. That is Thursday in the morning. Niko South Africa. Nikiwa South Africa hapo naye Mainajega alikuwa hapo KICC, kuna mkahawa inaitwa Tintin. Aliyekuwa amemuita hapo hajui. Hata nilimuuliza nani alikuita, akaniambia nilifikiria today nikakunywa kachai. Mimi sasa hiyo nilitoka Mungiki. Aliyebaki akiservice madhabahu ya Mungiki ni nani? Ni Maina. Na pesa nimeitisha kwa jina ya nani? Ya Mungiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Because nilikuwa nataka kusaidia vijana wa Mungiki watoke kwa Mungiki, but the name that was going to be used is a Mungiki name. Maina naye was directed akaenda Tintin kukunywa chai hapo for the first time. So Mishuki decided na huyo mwingine anaweza patikana. Kupigiwa simu akauliza yuko wapi, akasema hata niko hapa Tintin. Akaambiwa pada hapa Arabe House. It is Maina who signed. Na sasa tumekosana na Maina, hatua nani tunatafutana tuuane. Akachukua 500 million. I am the originator, but I did not eat. Most of you are in that situation. Ile madhabahu ya kwenu kama haijavujwa, you will be originating everything, but the eater is that demonic altar. That is why you have something we call a near success syndrome. Ukiona uko na near success, when you are about to get into your breakthrough, kitu inatokelezea, kuna wale ndio inadivertiwa kula kwao. Because wewe bado kuna yule ana service ile madhabahu inafanyika huko. Maina was left, ndio alikuwa anaendelea ku service, kuchinja mabuzi za Mungiki, kufanya vitu za Mungiki. Mimi nilitoka nikaokoka, so I cannot benefit what this altar imeitisha.
So it caused the owner to be near the fruit. Ndio najikutaga the owner of the mother who murders your destiny. Unakutaka mtu wa mochari ametengeneza saduku msuri that fits. Yule mtu mnasema the last respect. Unaenda li motion unaambia hii saduku ni ya shilingi 1300. Yes, hallelujah. Ni ya shilingi ngapi? 1300. Na mnasema for the respect, last respect, wacha nimununulie. Tu pesa twako zimeenda kwa mauti kwa sababu the altar that speaks words death. Hallelujah. So those are the things that have been, yes, being a Christian, that's not a big deal. We have pastors here and most pastors are the poor of the poorest. Dio kila siku anakutoleaga unabii ya vitisho. Ukiona pastor anakutolea unabii ya vitisho, ujue inside him is the poorest man. Anakutishia ndio utoe pesa. Baalika, naomba ndugu tuombe tu. Hallelujah. Na ni kwa simu. Naomba ndugu tuombe tu. Ukisikia naomba ndugu tuombe, hakupatii neno, lakini anaanza naomba ndugu tuombe. Kuna vitisho. Nafunga hii maroho ya kifo. Ninakamata masanduku hii 3 nimeona. Baba nasema kifo kwa hii familia isifike. Hii masanduku 3 naona ya baba na mama na mtoto. Baba nakataa. Amekudescribea ile kitu yote anataka. Kupitia kwa maombi ana communicate. Amekuambia kuna masanduku gapi? 3 ya baba, mama na watoto. Na ni nyinyi tu, ni wewe baba na ni wewe mama na watoto. Sasa mnaona mnaagamia. Sasa nakwambia baba, Mungu amenionyesha. Hata hapa niko ni already nimekimbia Katoloni, nimeenda kwa sababu ya kuzuia kifo. Tafuta sadaka ya shilingi 10,000. Uweke saa hii, hata kama ni kukopa uende ukope. Sasa ukisikia sanduku ni 3. Na unajua sanduku 3 ni wagani? Ni wewe na mke yako na kamtoto kako. Si afadhali uvuje begi. Those are the poorest people. Ukaona vituko unaspigiwa tu simu ya vitisho. Wewe wachana, huyo ni mchawi, wachana naye. Power in names. A name has power. It controls what you become. Bwana Yesu asifiwe sana. For you to capture a territory,